Hii ni siku yetu ya kwanza kuonana mimi na huyu mwanaume, na pia ni siku yetu ya ndoa. Mwanaume aliniangalia kwa jicho fulani hivi, then alinishika mkono akaniambia, umependeza sana. Nikamwambia asante. Aliniambia anaitwa Jackson. Nikamwambia naitwa Lucy. Jackson aliendelea kunikagua like moyoni alikuwa akisema mashallah. Tulifunga ndoa. Baada ya hapo tulienda photoshoot, then sherehe ilihamia ukumbini. Ilikuwa ni sherehe kubwa iliyofanyikia Dodoma mjini. Baada ya sherehe tulilala huko Dodoma hotelini. Tukiwa chumbani sasa, hapo ndo kulipokuwa na kasheshe. Usiku huo mida ya saa 9 usiku ndipo ilipohitimishwa sherehe. Watu tukaingia hotelini kulala, mimi na mume wangu. Alinishikilia mkono akaniongoza hadi katika chumba kilichokuwa kimeandaliwa kwa ajili yetu. Baada ya kufika huko chumbani, mume wangu alifunga mlango. Kichwani nikasema leo hapatoshi. Baada ya Jackson kufunga mlango, aliniomba niketi kitandani. Kwa muda wote nilibakia tu nikiwa nimesimama huku nikiwaza vitu vingi kichwani. Lucy mama, naomba uniruhusu nikuandae kwa ajili ya kulala. Kuandaliwa tena? Mbona makubwa haya? Mbona sikufunzwa ya kwamba kuna kuandaliwa kabla ya kulala? Lucy, mimi au ndo anataka kufanya? Lucy, mimi au ndo anataka tufanye mapenzi? Lakini mimi siwezi kubali aniingilie, mimi bado mdogo. Alafu mwanaume mwenyewe cheke alipojazia, si ataniua. Lucy, abe, unawaza nini? Hakuna kitu dada. Na msishangae, Jackie ni kijana ambaye alikuwa na majina mawili, ila mimi mwenyewe niko napenda sana, yaani jina lake la David au Daddy ndio ambao niko napenda kwa sababu ni jepesi kwangu. Lakini jina ambalo anaitwa sana na familia yake ni Jackie. Kwa hiyo msishangae kwamba mkaona sometimes namuita Jackie, namuita Daddy, namuita David. Alikuwa na majina matatu. Baadaye tutaelezea kwa nini alikuwa na majina matatu. Ni vile tu nimechoka. Okay basi, pole mama. Jackie aliongea. Alinipa pole huku akinisogelea karibu yangu. Lucy, usiogope sana mtoto mzuri. Aliongea hivyo huku
akinikisi shavuni kwangu. Alianza kunivua heleni zangu masikioni. Baada hapo alinivua cheni shingoni, akasogea hadi kidoleni. Taratibu akanivua pete. Baada ya hapo alinivisha kofia katika nywele zangu, kisha akaniomba nimruhusu aanze kunivua gauni langu ili twende bafuni tukaoge. Baada ya hapo tulirudi chumbani kulala. Nilimwambia yeye atangulie kuoga, then mimi nitamfuatia. Lucy, mimi ni mumeo, si ndio maana ya ndoa? Twende tukaoge mke wangu, alinilazimisha. Basi niruhusu nikuvue gauni. Hapana, utanivua wakati mwingine. Naomba kwa leo uniache nivue peke yangu, nioge peke yangu. Pia sijakuzoea mpenzi. Ni sawa la azizi wangu. Basi mimi acha nikaoge mwanzo. Sawa hani. Basi Jack aliteremsha nguo zake, akabakia na boxer tu. Ilibidi nifunge macho hadi pale alipojifunga taulo. Akaingia bafuni namna haraka nikavua ile gauni, nikafunga kitenge kingine, nikajifunikia. Sikutaka kabisa mwili wangu uonekane kwake. Baada ya Jackie kumaliza kuoga, alirudi chumbani na mimi nikaingia bafuni kuoga vizuri. Baada ya kuoga nikarudi chumbani huku nikiwa nimejifunika vile vile. Nikafungua begi langu, nikatoa nguo za kulalia, chupi na taiti pamoja na taulo. Vipi? Aliniuliza. Nikamwambia kwa nini? Taulo la nini tena? Nilistuka, nikarudisha taulo haraka nikachukua lotion. Akacheka sana David. Baada ya kuvitoa nikavibeba. Jack muda huo alikuwa yupo kitandani kajilaza huku akiwa anachezea simu. Aliniona nikiwa naelekea chooni na vitu vyangu, akaniita. Lucy, njoo. Unaenda wapi? Nikamwambia naenda kubadili nguo. Hey mama, badili tu nguo. Mimi sikuangalie, naangalia simu. Kama uniangalie umenionaje sasa? Hadi ukaniita. Sio kama nimekuona, nimesikia tu unapotoka, nikajua tu unapotoka. Acha kunidanganya. Nilichokifanya nilivaa kile kitight dress nilichokifanya nikavaa ile night dress nikiwa bado nimefunga kitenge. Baada ya kukivaa ndo nikakivua kile kitenge, nikapaka lotion yangu. Baada hapo nikaenda kukaa kwenye sofa. Jackie alizima simu yake, akaiweka pembeni, akanifuata pale kwa sofa, akainama, akanikisi mdomoni.
nikabakia na mtazama tu. Sasa akaanza kuvishika shika vichuchu vyangu. Nikamzuia, nikamwambia naumia. Unaumia wapi mke wangu? Ukinishika kwenye nyonyo zangu napata maumivu. Basi ngoja nitumie mdomo basi. Nahisi nikifanya hivyo hauwezi kuumia. Hapana Jackie, nimechoka sana, naomba nilale. Wewe ni mke wangu. Si ulifundishwa namna ya kumhendo mwanaume? Mimi ndo mwanaume wako, na hiki chumba ndo cha kwetu, haingii mtu yote, ni mimi na wewe tu. Jiachie mke wangu. Hapana Jackie, mimi sijui hivyo. Kuolewa penyewe nimelazimishwa tu, mimi bado mdogo. Natamani ningekuwa shule. Lucy, kwa hiyo wewe hunipendi mimi? Swali lilikuwa gumu sana kwangu. Nilinyamaza tu. Mwanaume aliniambia mimi nakupenda Lucy, na nilishukuru kuwa chaguo la wazazi wangu limeniingia moyoni. Na mimi, wewe ni mwanamke mrembo sana. Wazazi wangu walivyoniambia kuwa wamepata mwanamke kwa ajili yangu, niliwaza sana, lakini niliogopa kuwakatalia kwa sababu na waheshimu sana. Nilikuwa nikiwaza huyo mwanamke atakuwa wa aina gani, lakini baada ya kukuona moyo wangu ulivutiwa na wewe sana. Lucy, naomba nikuahidi upendo wa dhati kutoka kwangu.